Mimi bwana, jina langu nalotambulika la umaarufu wangu Hemedi Likwekwe. Shughuli zangu mimi za uvuvi mpaka nafika umbiu sasa hivi. Nimeanza kazi ile kwa muda mrefu sana na naifahamu vizuri tu, na ina changamoto kila design. Naweza ikafika hata miaka 20 na zaidi, sababu ni sisi ni watu tuliozaliwa kando kando za pwani, na mara nyingi sana shughuli zetu vijana na sisi wa kando kando wa pwani tunabobea sana katika masuala ya baharini. Kwa hiyo tunakuwa tunaifahamu sana bahari, changamoto za bahari tunazijua vizuri, kwamba ina kuzama na chombo labda ukakata siku 2 siku 3 ukaokolewa ndani ya maji, na kitu hicho na kuelezea kilinitokea mimi mwenyewe binafsi yangu. Tazama baharini nikakaa siku 3 kwa 4 kaja nikaokolewa. Tuko kama watu watatu, sema wazangu walikuwa Zanzibar, mimi nilikuwa ni mtu wa bara. Basi tukaokolewa na chombo tukapelekwa Ungujani. Pale kuna bandari moja ipo karibu na kambi ya jeshi. Hii bandari sijui inaitwaje hii, sijui maeneo kama ya Mbweni, kitu kama hicho. Kama je tulikuwa hapa Mbweni, na kule vile naona kipio kambi ipo karibu na eneo la Mbweni kule Ungujani. Hiyo tulipata kuzama kwa sababu ya upepo ulikuwa mwingi, ikabiduka. Kilitokea chombo kilikuwa kinatutafuta, kwa sababu siku 3 zile hatukuonekana, watu wakabidi washangae, wakawa kuna chombo kinatutafuta, na bahati nzuri kile njia kinachopita tukawa ni njia zile zile tulipokuwepo sisi. Na kweli wakaja kufika pale, tukakiona chombo kiko karibu, na Mwenyezi Mungu alifanya wepesi wake, ule upepo mwingi aliukata wote, ikawa shwari kabisa. Pale kile chombo kikaja kikatupakia sisi, lakini kilikuwa kina nguvu ya kufunga kile chombo ambacho kilichozama. Linakuja wimbi, sengine maji yanapita loni, sengine unainua shingo, yani tafalani. Ndani ya siku 3 ndio kufika sasa hapo Ungujani katika kambi ya jeshi. Kuna wanajeshi pale wakatuzunguka, walipomaliza kutuzunguka akaja mwanajeshi mmoja kina livango ya kiraia, akaja na basikeli akasema, mimi bwana, hawa midamu wamezama baharini. Wanajeshi wengine wanasema hawa waende hospitali. Yeye alipokuja, wamefanya nini hawa wamezama baharini? Yeye akatoa kero yake moja, hawa wasende hospitali, hawa dawa anaijua mke wangu, ngoja niende sasa hivi hapa narudi, hawa msiwapeleke hospitali, waacheni hapa wapigwe na upepo. Basi yule bwana akapanda basikeli yake la renchi, akaenda akamwambia mkewe, akatuletea uji. Sisi mdao wale wanajeshi walitupa ubwabwa loni ulikopa upiti, akatuletea uji. Basi ule uji ulikopa katika haisi kama ndoo mzima, imejaa ndoo mzima uji. Tuko vidume 3, tulimaliza yote ndo baadaye kuja kupata ubwabwa. Rondo ikawa inapita kidogo, roho unapita kidogo, lakini kolomelo na uji inauma, lakini uji ulikopa ule ndo uliotokoa kiufupi. Mimi baharini nishavua usiku, nishavua mchana, lakini sasa sababu bahari na uvuvi wa design nyingi. Kuna uvuvi wa nyavu wa kutega, alafu tena na kuna uvuvi ambao wa kuvua kutumia ndoana, na kuna uvuvi wa kuzamia chini. Unaenda kukamata, kuna dudu fulani anaitwa kamba koche. Yaani ya kuingia usiku, hii tunaokwenda mchana ndo tunazamia chini. Kamata wale kamba, kuchokoa pweza, vitu vingine ambavyo vinavyohitajika unavichukua, vinavoliwa mchana, lakini tunapita tunazamia chini. Usiku ndo tunakuwa tuna nyavu zetu zile tunazitega, kisha kuzitega inategemea kama mwezi labda sengewe unatoka alfajiri kubwa, mwezi ukitoka tu sasa tunabali mitego yetu na samaki wanakuwa washanasa mle. Basi tunatweka chombo, tunarudi zetu bandarini ambapo tulipotokea, nyumbani yani kiufupi. Yani mimi najua kuhusu alama kwa kule baharini, kama unaenda kuvua samaki kuna alama za kuangalia miti juu, kwamba jana nilivua samaki maeneo haya. Yani ukaangalia tu juu, mti ule pale ulikaa na mti fulani, mti ule pale ulikaa na mti fulani, ule mnazi ulikaa hivi kidogo, uligusa, ulitoka kushoto. Wewe ukifika maeneo yale yale ukishana nanga yako, basi unavua wale samaki ulienda kuwavua jana. Yani unatumia alama kwa kutumia alama ya macho tu kujua mti fulani umekaa sehemu fulani, nyumba fulani labda sengine, au wazo ile imesogea huku imekaa labda sengine na mbuyu fulani. Basi lazima unapokwenda upate kuona, ndio utapopata alama, kuweka sehemu za kuweka alama. Sema panakuwa pana umbali kidogo, unaweza ukafika kule umbali wake ukaona labda sengine unaweza kuona Zanzibar kule ipo kwa mbali kidogo, Unguja unaona kwa mbali chap chap, lakini huku bara ukao unaona wazi, ambapo ndio maana unaweza kuona ukaziona alama, ukaweka alama zako za kutosha, ukao unafanya kazi kwa usiku. Kwa sababu mnavokwenda kule baharini mnakuwepo, mna kitu ambacho mnapima maji. Kama ndio ushafika usiku, unapima maji, unajua haya maji size na nyavu zangu kwamba haziwezi kunasa, haziwezi kupata matatizo yoyote. Labda kipite chombo kikubwa ikate nyavu, au labda aje samaki mkubwa kwamba nyavu kule imzonge, au ana nguvu nyingi, ile nyavu haikatilie mbalini. Maana kimavuvi yapo hayo kimavuvi, hata samaki anaweza akakichukua chombo akanasa katika nyavu, akakizamisha chombo chini, akaenda nacho kitako kabisa chini. Usiku unatumia taa za juu, kama na sana sisi wavuvi, kama usiku tunatumia taa za wazo na hii minara yetu hii. Unajua mnara ule pale ule, mimi hapa nikienda nafika nyumbani kwangu.
Sema sasa niufuate mnara ule ule au maeneo haya, utakutana na ule mnara uko sehemu uko labda singine uko kushoto au uko kulia, unajua kabisa kama mimi hapa niko labda singine maeneo ya Bagamoyo, unajua. Au hapa labda singine niko maeneo ya Ununio mwenyewe, unajua. Kama maeneo ya Mbweni vile vile unajua. Yaani kimfano kama unavyoona wale wavuvi usiku ambao wanapakia madumu, wanasafirisha madumu usiku. Wanatumia minara na wazo, na akitoka kule Ungujani ikiwa usiku anasafiria wazo. Mimi mwenyewe vile vile niko natoka kule Ungujani, sawa bwana, sengine usiku na chombo cha kwangu mwenyewe na udi zangu nyumbani kwangu, basi niko nasafiria wazo. Nakuja na wazo, nakuja na wazo, nakuja na wazo, nakuja na wazo, nakuja na wazo usiku tena natembea na chombo. Mpaka nikiona wazo niko nayo kama hivi, nikalia kwa juu, nikiangalia mnara huu hapa, najua kwangu Mbweni hapa. Sipotei. Na kama sasa hivi tunashukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu amefungua bandari pale. Sawa, kuna taa pale pale bandarini tunazifuata, ambazo zile za TRA hizi. Bahari na mitihani mikubwa sana. Kwa maujiza hakuna, inakuwa ni changamoto tu ya bahari. Kwa sababu bahari nishapata ajali nyingi sana kwa bahari, lakini inakuwa ni changamoto tu. Sasa mimi kuna siku moja nilipata changamoto, nilikuja nilimkosa kamba. Afina nimezamia bila gesi. Niko chini. Nikasema kamba ipo kama pale karibu. Na nishaiona ile pale shilingi 30,000. Nikaona hapana, ngoja niifuate. Nikaifuata. Nikamlosa, nikamkosa. Nikaona hapana, akaja kukaa kama hapo ulipokaa wewe. Nikamlosa, nikamkosa. Pumzi zikawa zishanishia. Nikarudi juu. Bahati nzuri pale nilipokuja kuibukia, nikakutana na chombo kile ambacho tunachokitumia mimi mwenyewe. Nikakikamata, kupanda ndani chomboni. Hapo tena nikawa natoka kamasi. Sawa bwana, masikioni damu. Changamoto nyingi.